zipo. Kwenye Biblia kuna biashara mbalimbali. Mojawapo ni biashara ya kununua watu. Mtu anauzwa na ananunuliwa, na unaenda kufanya kazi kwa mtu aliyekununua. Unaenda kupiga kazi kabisa, yani unafanya kama ambavyo Yusufu aliuzwa kwenye nyumba ya Potifa, akawa anafanya kazi, hahitaji kulipwa kwa sababu amenunuliwa. Anambia bana, nilipe. Anambia siwezi kukulipa kwa sababu wewe nimekununua, nimelipa fedha, vipande 30 vya fedha nimetoa ili wewe uwe wa kwangu. Haleluya. Majeshi. Kwa hiyo sasa tunataka tuangalie biashara za kichawi. Tumeona kwenye Biblia wachawi wapo, uchawi upo na wachawi wapo. Tumeona uchawi upo, mchawi yupo, uchawi kwa maana ya tendo, na wachawi kwa maana ya wengi, na mchawi kwa maana mmoja. Tumeona mtu anaweza kuroga akiwa peke yake, anaweza akaroga wakiwa wengi. Tunaona na pia uchawi upo na hirizi zipo. Tumeona kwenye kitabu cha Mika kwamba kuna jamaa na hirizi. Pia ukisoma Biblia hapa utaona kuna wanawake wanashona hirizi. Hebu nikuonyeshe, kuna wanawake wanashona hirizi. Wanawake kabisa, sio wanaume, ni wanawake wanashona hirizi. Wanawake wanashona nini? Hirizi. Sema hirizi. Hirizi. Majeshi. Haleluya. Wanashona nini? Hirizi. Hem, tusome maandiko matakatifu uone kwamba hirizi zipo. Kwenye kitabu cha Ezekiel 13:18 Biblia inasema, useme Bwana Mungu wako asema hivi, ole wako wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono. Unaona kuna wanawake wanashona hirizi, wanashona hirizi ili mtu afungwe. Wanashona hirizi, unamkuta mtu amevaa hirizi, kuna mtu aliyeishona. Biblia na yenyewe imeona kwamba kuna hirizi, kuna wanawake wanashona nini? Hirizi zimeshonwa. Kuna jamaa wanashona hirizi. Kwa hiyo uchawi ni Biblia. Uchawi umezungumziwa kwenye Biblia. Kwa hiyo usione ajabu tunapozungumzia uchawi kanisani. Maana yake uchawi ni kwenye Biblia. Na Biblia inasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho na kuadibisha watu na kuwaongoza watu. Maana yake hata neno uchawi kwenye Biblia itakiwa tujifunze, tujue namna ya kuwatenda wachawi. Kwa sababu Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi kufanyaje? Kuishi. Mwanamke mchawi hatakiwa aishi. Tunatakiwa tumfyeke. Hebu sema fyeka kwa jina la Yesu. Ndio maana sasa sisi hapa ni eneo la machinjio ya wachawi. Ukiwa naona mchawi fulani anakuroga nyumbani, unaona anakutembelea, unasema subiri niende wapi? Machinjioni, nikawachinje wachawi, nikawafyeke wale wataabishaji wa maisha yangu, wale wataabishaji wa ndoa yangu, wale wanaonitabisha kwenye kazi. Nataka nifanyaje? Niwafyeke, niwachinje kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Na leo tutawachinja kwa jina la Yesu. Leo tutawafyeka kwa jina la Yesu. Haleluya. Majeshi. Kumbuka kwamba somo langu ni biashara za kichawi. Sema biashara za kichawi. Biashara za nini? Za kichawi. Biashara za kichawi. Biashara za kichawi. Hebu fungua kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana ile sura ya 18. Ufunuo wa Yohana ile sura ya 18. Ufunuo wa Yohana 18. Ufunuo Yohana ile sura ya 18 mstari wa 11. Biblia inasema, nao wafanya biashara wa nchi walia na kumwombolezea, kwa sababu hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena, bidhaa ya dhahabu na fedha na kito chenye thamani na lulu na kitani nzuri na nguo ya rangi ya zambarau na hariri na nguo nyekundu na kila mti wa udi na kila chombo cha pembe na kila chombo cha mti wa thamani nyingi na shaba na chuma na cha marimari na mdarasini na iliki na uvumba na marhamu na ubani na mvinyo na mafuta ya mizeituni na unga mzuri na ngano na ng'ombe na kondoo na farasi na magari na miili na roho za wanadamu. Tumeona Biblia nasema nao wafanya biashara wa nchi wanalia na kuomboleza, kwa sababu hapana mtu anayenunua bidhaa yao, hapana mtu anunuaye bidhaa yao tena. Tukaona biashara zao. Hapa mwisho tumeona
kwamba biashara ambazo wanaona hamna anayenunua, hapa mwisho tunaambiwa ni miili na roho za wanadamu. Manake hao ni wafanyabiashara, wanauza magari, wanauza udi, wanauza na ubani, ila kwenye biashara zao, biashara mojawapo ni roho na mwili wa mtu. Manake mtu anaenda kuuzwa kwenye ulimwengu wa roho. Unakuta mtu yuko hapa lakini kwenye ulimwengu wa roho yake ameuzwa. Mwili uko hapa lakini kwenye ulimwengu wa roho ameuzwa. Kwenye ulimwengu wa roho unashangaa mtu anakuambia, bwana mwanangu siku hizi simuelewi, siku hizi bwana sijielewi. Kumbe inawezekana kwenye ulimwengu wa roho kuna jamaa wamekuja kichawi. Ulipokuwa umelala wakaweka jini ndani yako, alafu wakaichukua roho wakaenda kuipiga biashara kuzimu, wakaenda kuipiga biashara kwenye viwanda. Unashangaa tu jamaa anafanya biashara, kumbe kwenye ulimwengu wa roho yako haipo, wewe mwenyewe haupo. Unashangaa maisha yako hayaeleweki, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna jamaa wamekupiga biashara. Lakini leo tutapiga kwenye ulimwengu wa roho. Iwe ni roho ya mtu haipo, wewe tutairudisha. Iwe ni nyota ya mtu imeibiwa, wewe tutarudisha. Iwe ni mkono umeibiwa, wewe tutarudisha. Iwe ni akili zimeibiwa, wewe tutarudisha. Iwe ni moyo umeibiwa. Inawezekana wewe uko hapa lakini moyo wako umeuzwa, upo kuzimu. Wewe tutaufuata, wewe tutaambia kuzimu, achia moyo wa dada fulani, achia moyo wa Esther, achia nyota yake, achia kibali chake kwa jina la Yesu. Haleluya. Majeshi. Kwa hiyo tumeona kwamba kuna wafanyabiashara wanalia na kuomboleza kwa sababu hapana mtu anunue bidhaa yao tena. Bidhaa yenyewe ni magari. Magari hayana shida, iliki haina shida, ila hapa mwisho tunaona kwamba wanauza roho na miili ya watu. Roho na mwili wa mtu. Roho na mwili wa mtu. Sasa mtu anaweza akajiuliza, mbona mimi niko hapa? Mbona mwanangu yuko hapa? Mtu anaweza akauzwaje? Mwili unaweza ukauzwaje? Roho inaweza ikauzwaje? Ni kwa mfano, kwanza tupate tafasiri ya mtu. Je, mwanadamu ni nani? Mwanadamu tuseme ni akili? Hapana, mwanadamu sio akili, kwa sababu kuna wakati mtu anasema akili zangu zimechoka. Akili zake anasema akili zangu zimechoka. Labda mwanadamu ni mwili, lakini kuna muda anasema hamna, mwili wangu leo nimeamka mwili wangu umechoka kweli. Au kuna muda mtu anapofariki tunasema bwana fulani amefariki, mwili wake uko mochwari, tutaenda kuuaga mwili wa marehemu kesho saa 7. Tutaenda kuaga mwili wa marehemu kesho saa 4. Lakini hapo kuna mtu anakuambia, jamani Jessica, jamani Johnny ametangulia mbele za haki. Mkude ametangulia mbele za haki. Mwakafyompo ametangulia mbele za nini? Za haki. Twende tukaage mwili wa marehemu Mwakafyompo. Twende tukauage mwili wa marehemu Juma. Twende tukaage mwili wa marehemu. Manake kumbe aliyekufa sio marehemu, aliyekuwepo pale sio marehemu, ni mwili wa marehemu. Marehemu mwenyewe ametangulia mbele za haki. Kuna sehemu tumeambiwa ni mbele za nini? Za haki. Sasa je, hiki kinachoitwa kimetangulia mbele za haki na hiki kilichobaki ni nini? Kwani mwanadamu ni nani? Kwani huyu aliyekufa nani? Maana yake kwanza, kifo sio tukio. Kifo ni utengano kati ya mwili na roho. Ndio maana Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa. Vile vile mwili pasipo roho na yeye imemaje? Imekufa. Mwili pasipo roho imekufa. Maana yake kinachotokea mtu anapoitwa amekufa, roho ya mtu inatoka. Ikitoka tunaambiwa bwana fulani amekufa. Kwa mfano, tukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mathayo ile 27, Biblia inasema Yesu akaitoa roho yake. Yesu Kristo akamaje? Akaitoa roho yake. Alipoitoa roho, wale walinzi wakasema bwana jamaa ameshakufa. Jamaa ameshakufa. Kumbe kitendo cha mtu roho kutoka anaitwa amekufa. Haleluya. Majeshi. Kumbe kitendo cha roho ya mtu kutoka anaitwa amekufa. Kumbe mwanadamu sio mwili, mwanadamu sio akili, mwanadamu ni roho inayokaa ndani ya nyumba, na nyumba inaitwa mwili. Haleluya. Mwanadamu ni nani? Sema mwanadamu ni roho. Mwanadamu ni roho inayokaa ndani ya nyumba,
na nyumba inaitwa mwili. Haleluya, majeshi. Kwa hiyo kumbe mtu ni roho, inakaa ndani ya mwili, inakaa humu. Ikitoka unasema bwana fulani amefariki, bwana fulani amefariki. Kumbe kifo ni utengano kati ya mwili na roho. Vikitengana mtu anaitwa amekufa. Sasa wachawi kwenye ulimwengu wa roho wana uwezo wa kumchomoa mtu wa ndani, wakamtoa huyu mtu wa ndani ambaye ni roho. Wanakuja usiku kichawi, ukiwa umelala, wanamchomoa mtu wa ndani, alafu wanaweka jini, wanaliweka jini ndani ya mtu, wanaliweka joka, wanaliweka shetani fulani, naambia ingia ndani ya huu mwili. Akiingia ndani ya huu mwili, wanaondoka na roho ya mtu, wanaenda kufanya biashara zao za kichawi. Wanaondoka na mtu, wanaenda naye kuzimu. Jini linakuwa ndani ya mtu. Na ndio maana kuna baadhi ya watu kila akiombewa na mapepo, wanapiga, wanaambia toka, hayatoki. Wanaomba toka, hayatoki. Kwa sababu yale mashetani ndio yanalinda mwili. Ukiyatoa mtu anaitwa amekufa. Kwa sababu yale alikuwa analinda mwili, roho yake haipo. Maana yake mtu kama huyo inatakiwa sasa umlete hapa. Sisi tukipiga, tukisema toka, tukiona hatoki, tunamuita kwanza mwenye mwili njoo. Akija mwenye mwili, yale mashetani lazima yatoke. Sema kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Leo naifungua akili yangu, leo nafungua akili zangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hebu sema njoo, sema njoo kwa jina la Yesu. Kwa hiyo mashetani yanatumwa ndani ya mtu, yakiingia kuna mengine yanakuchukua, yanakubeba, unaondoka. Ndio maana kwa mfano unaweza ukamkuta mtu ameamka asubuhi anaumwa, unamuuliza chupa ya chai hajui ilipo, unamuuliza bwana chumvi tunapowekaga hujui? Sasa mimi sijui. Maana yake yeye ambaye anajuaga hayupo, liko jini liko ndani. Unasema tu bwana baba ameumwa, malaria imepanda kichwani, amesahau kila kitu. Sio kwamba anauma malaria imepanda kichwani, maana yake jamaa wamemchomoa, alafu wameweka jini ambalo alijui sukari iko wapi, wameweka jini ambalo alijui lina watoto. Unaambia bwana, yani baba ameumwa mpaka amesahau kwamba ana watoto, amesahau mpaka ameoa. Maana yake mwenyewe hayupo, amechukuliwa, ameuzwa kwenye ulimwengu wa roho. Na ukisoma Biblia, hebu tusome kwa kitabu kile cha Ezekiel, nikuonyeshe shetani anaitwa mchuuzi, mfanyabiashara. Shetani mchuuzi kwenye kitabu cha Ezekiel ile sura 28. Shetani mchuuzi, ni mchuuzi. Ezekiel ile sura 28. Ezekiel 28. Tumwangalie shetani kama mchuuzi. Ezekiel 28. Shetani ni mchuuzi, anachuuza. Shetani mchuuzi. Haleluya. Kitabu kile cha Ezekiel 28 mstari wa 16. Biblia inasema kwa wingi wa uchuuzi wako. Kwa wingi wa nini? Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nawe umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu, katika kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe haya ya moto. Moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Mstari wa 18, kwa wingi wa maovu yako, katika uovu wa uchuuzi wako, katika uovu wa uchuuzi wako umepatia unajisi patakatifu pako. Basi nimetokeza moto kutoka ndani yako, nawe umekuteketeza, nami nimekufanya kuwa majivu juu ya nchi.